Movie inaanza, kuna huyu mama yupo na binti yake. Nimekuambia njoo hapa. Amemleta binti yake paka huko kwa pasta. Pasta akamwambia, ndio umekuja kwa ajili ya huyu binti?" Mama akasema ndio. Pasta akauliza, "Huu ujauzito una wiki ngapi? Ongea." "Uoni pasta anakuuliza?" "Ndio ina wiki 12." "Hivyo ndivyo unavyopaswa kumjibu pasta yako. Umeona ni size yako?" "Ni wiki 12 pasta." Mzee akauliza, "Umepanga kutoa ujauzito?" Mama akasema ndio mwanangu wa pekee. Hawezi kuhimili kubeba hata hii mimba. Sijakuuliza anaweza kufanya nini. Nimekuuliza kipi ulichokiamua." "Prophet, ndio nimeamua atoe kabisa hii mimba." Mzee akasema, "Nitazame binti." Mama wakati huo ana hasira ya hatari. "Usije kujaribu kutoa hiyo mimba." "Kwa nini? Kama ukijaribu utakufa." Hii mimba au mimba zitakazokuja usije kujaribu kutoa." "Pasta, hujanielewa. Mimi ndio mwanangu wa pekee. Nimekuelewa hata kuliko unavyojielewa wewe." Mama akasema, "Vipi kama tukijaribu kutumia njia nyingine kama dokta?" Mzee akasema, "Hakuna chaguo. Huu ujauzito au ujauzito mwingine haupaswi kutolewa." Mama akazidi kuchoka. Mama akauliza, "Ni nani baba?" "Beatrice, si nimekuuliza nani mhusika?" "Ni Michael." "Hana baba?" "Michael Ibe." Pasta akauliza, "Unamjua huyo kijana?" "Ndiyo Prophet, namfahamu. Baba yake ni mshirika wangu wa kibiashara." Mama akasema, "Sawa, kama umeamua kukimbilia ndoa mapema, basi Michael atakuoa." Mzee akasema, "Hilo halina umuhimu kwa sasa. Huyu bado ni binti mdogo." "Pasta, kama aliamua kumtanulia miguu mwanaume, ndoa haiwezi kumshindwa. Haya, amka twende." Pasta akasema, "Subiri, nahitaji kuongea na binti yako peke yetu tafadhali." Mzee akasema, najua unataka kwenda kuutoa ujauzito. Utaenda kwa marafiki zako na kuwauliza namna ya kufanya. Usijaribu. Kumbuka, wewe ndio binti pekee kwa mama yako. Chochote kikitokea, mama yako hatakuwa na furaha." "Lakini anataka niolewe na Michael na mimi simpendi." Humpendi mwanamume aliyekutia mimba? Kwani ulimruhusu akutie mimba? "Nilitaka tu kujua utamu wake ukoje." "Sasa hivi ndio umejua." "Lakini mbona marafiki zangu wote wanafanya? Kwa nini mimi?" Pasta akasema, "Wengine hujitoa sadaka lakini hufanikiwa, lakini wengine kama wewe huishia matatizoni." Bana, ni mimi hapa tutotela wako, naitwa Papa au kipenda unaweza ukaniita Star Dev. Kwanza kabla hatujaendelea, hakikisha umegusa kitufe cha like, alafu kisha gusa alama ya subscribe, na pia usisahau kutani on notification ili uweze kujiunga na hii familia. Wakawa wametoka kwa pasta. Twende, ingia ndani. Nimesema ingia ndani ya gari. "Lakini mama nisamee." "Msamaha wako unisaidii. Huwezi kufuta jina langu katika midomo ya watu." Mama hapo akiwa anaogopa maneno na michambo ya mashoga zake pamoja na majirani. Tunapelekwa miaka 28 baadaye. Hapa tayari Beatrice ameshajifungua na huyo aliyevalia black ndio binti yake, anaitwa Thelma. Hapa alikuwa akimchagulia mtoto wake gauni la harusi, maana na yeye ameshampata mwenza wake wa kuruka naye. Beatrice akasema, "Baba yako atakwenda kulichukia hili." "Kwa nini?" "Hapendi nguo za silki, anasema zinafanana kama nguo za mazishi." Binti yake akauliza, "Mama, unampenda Kayode? Maana huyu mchizi ndio anaenda kufunga naye ndoa." "Nini?" "Ndiyo, kwa sababu hujasema chochote tangu nilivyokuambia tunaenda kufunga ndoa." Mama akasema, "Ina umuhimu?" "Ndiyo, kwa sababu umegharamikia kila kitu katika hii harusi ili ifanyike." Mama akasema, "Namkubali, ni mstaarabu lakini hana msimamo." Tunarudishwa mpaka kwa huyu mchizi anaitwa Kayode. Wakati alikuwa akiandaa vitu vya kupika, hapo akaingia mpenzi wake. Mchizi akauliza, "Ilikuwaje?" Bado hakuamini. Ndio anasema hivyo, na anasema kwamba eti wewe ni mstaarabu lakini bado hana uhakika na wewe. Mchizi akauliza, "Kingine kipi ambacho kimekukwaza?" Thelma akasema, "Baba yangu, kuna tatizo." Juma akasema, "Ndio, alimwacha mama yangu, alituacha kiufupi. Alafu sasa hivi eti anataka kuja na kujisifu eti kwamba yeye ni baba bora kwangu." Mamba akasema, "Unataka ushauri kutoka kwangu?" "Ndio, of course." "Basi mwache aje, mwache ajumuike na sisi." "Sawa, okay, nitafikiria kuhusu hilo." Basi mtu na bebi wake wakataka kukiwasha jikoni, ila washenzi mabusu yakatembea ya kutosha kati ya Kayode pamoja na pisi yake. Wakati huku Beatrice alikuwa mitaa na dereva wake, akakutana na huyu mchizi anaitwa Chidi. Huyu mwamba alikuwaga rafiki ya binti yake Thelma tangu akiwa wadogo. Sasa leo amekutana na jamaa ameshakuwa. Mchizi akasema, Mrs. Ibe." Beatrice akasema, "Acha zako, niite Beatrice. Nilikuwaga Mrs. Ibe kama miaka 15 iliyopitaga huko. Ni muda mrefu sasa tangu ukiwa mdogo, na sasa hivi unaonekana umekuwa tena mwanaume mwenye shepu lake mjini." Beatrice anaonekana kabisa kumtamani huyu mchizi, kisha akampatia mchizi simu ampatie namba zake. Mchizi mwenyewe akabaki anashangaa. Ndio tunarudishwa nyuma sasa. Huyu ndo Michael aliyemtia mimba Beatrice kipindi akiwa mdogo. Mchizi anasema, "Nilikuoa kwa sababu ulikuwa na mimba, lakini siwezi kuendelea na mwanamke anayetanua miguu yake kwa kila mwanaume." Kumbe Beatrice ukaaba alianza muda, kisha mchizi akaondoka. Beatrice akasema, "Unaenda wapi sasa Michael? Mbali na wewe Beatrice." Kisha mchizi akabeba kila kilicho chake. Mama akasema, "Vipi kuhusu Thelma? Nitamwambia nini?" Thelma ndio binti yake. Wakati huo alikuwa amekaa na Chidi. Sasa Thelma akasema, "Wazazi wangu wametengana, lakini kwa sababu mimi ni mwanamke itabidi nikae na mama yangu, lakini mimi napenda kukaa na
baba. Chidi akamwambia, mwambie mama yako unataka kuishi na baba yako. Selma akasema, haitasaidia, mimi ni binti na siku zote mabinti hukaa na mama zao, hiyo ndio sheria. Chidi akasema, hiyo ni sheria ya kijinga. Chidi akasema, mimi na wewe tukiwa kubwa hatutatenganishwa na mtu yoyote yule, hata awe mama yako wala baba yako. Basi Chidi tangu siku hiyo alimwahidi Selma kuto kuachana naye, atakuwa naye mpaka kifo kitakapowatenganisha. Leo hii yako wapi? Selma anaolewa na mwanaume mwingine na Chidi tunamuona yuko kivyake. Tunarudishwa wakati huu, huku napo Selma ameletoa zawadi ya maua na mpenzi wake ambaye ni Kayode. Basi akawa na enjoy pale na kumtumia Mchizi message na kumwambia ameipata zawadi. Mchizi akamwambia, natumaini hujasahau, leo tuna dina ya wote pamoja na mama yako. Demo akamjibu na kusema, ndiyo sijasahau. Basi Selma akawa na enjoy zawadi ya mpenzi wake. Si unajua tena usiku mzito kweli, wakaja kukutana kwa ajili ya chakula cha jioni. Sasa saa ngapi Selma asimwone Chidi, alifurahi kinoma, maana huyu ndio alikuwa mwanaume wa ndoto zake tangu akiwa wadogo. Waliahidiana kuto kutengana hata akiwa kubwa. Basi Selma akamkumbatia Mchizi pamoja na mama yake na kisha kukaa na kupata chakula. Beatrice akasema, Chidi ni mgeni wangu. Selma akasema, lakini kwa nini hukuniambia? Hivi Chidi ulikuwa wapi? Ni kama miaka 10 hivi. Mchizi akasema, hapana, ni miaka 15 tangu tumetengana. Miaka 15? Ndiyo. Yaani Selma akawa anamchangamkia Chidi bila kusahau ya kwamba amekuja na mmeo mtarajiwa. Kayode akajikuta ametelekezwa na mpenzi wake. Basi pale wakatambulishana na mambo mengine yakaendelea. Beatrice akauliza, Chidi, unafikiri kwa nini baba yake Selma akumchukua binti yake kipindi anaondoka? Mchizi akasema, kwa sababu ya sheria. Sheria zipi? Kwamba binti anapaswa kubaki na mama yake na sio baba yake. Hiko ni kitu cha kijinga. Kwa jina la Mungu wangu, ulisikia wapi hiyo sheria? Sikia, baba yake alikuwa akimjali sana Selma kuliko hata mimi nilivyokuwa nikimjali. Sababu ni moja tu, kwa nini akumchukua? Kwa sababu alikuwa hataki kumtenganisha na rafiki yake. Kayode akawa anamcheki tu jamaa, maana ni kama vile ameharibu mudi ya dina yake. Stori zikawa zinaendelea baada ya kila mtu kuagiza. Sasa baadaye akiwa anarudi nyumbani, Mchizi Kayode ameuchuna kinoma. Kwani hujawahi kuniambia kuhusu jamaa? Nani? Chidi? Ndiyo. Kwani hukuwahi kuniambia kuhusu yeye? Kwa nini sasa? Sio kitu kwangu. Mchizi akasema, kwa nini hukuniambia? Na mimi nimekutajia maex zangu wote. Selma akasema, hatujawahi kudeti na sio kitu kwangu. Asubuhi mapema sana Selma akaja kukutana tena na Chidi, wakawa wanakula stori. Selma akasema, Kayode ni mwanaume mzuri, ananifanya nijihisi wa kipekee sana. Mchizi akasema, kama una uhakika na unachokifanya uniambie mimi kwanza. Nini? Sijaelewa. Kabla hujamwambia hata rafiki yako au mama yako au mtu yoyote ule, niambie mimi kwanza. Mchizi akasema, deal. Basi wakaweka makubaliano. Ukumbuke hawa ni marafiki tangu utotoni na hisi wanataka kuamsha vilivyolala. Sasa baadaye, baada ya moment ya Chidi na Selma kuisha, Selma alikuwa amerudi kwa mpenzi wake ambaye ni Kayode. Kayode akawa na hoji, ilikuwaje kati ya yeye pamoja na rafiki yake utotoni? Selma akasema, amna, walikuwa nakula tu story. Mchizi akasema, una uhakika hakuna kingine kilichotokea? Selma akasema, ndiyo. Basi wakabaki wanaangalia zao movie. Selma akauliza, mama yangu amekupatia adresi? Mchizi akasema, bado, maana Kayode anaenda kukutana na mama mkwe yake. Selma akasema, kwa hiyo uhitaji hata backup? Mchizi akasema, hapana, anamudu. Unamjua, lakini mama yangu ni mkorofi sana. Ni sawa, lakini usiwaze, nitawezana naye tu. Kweli Mchizi akaja paka walipopanga kuja kukutana na mama mkwe yake. Mchizi akasema, hupasi kuwa na hofu yoyote ile kuhusu binti yako, nitamjali. Mama mkwe akasema, unaniahidi? Mchizi akasema, ndiyo. Kitu kimoja tu Selma ambacho hakitaki kwa sasa tukiingia katika ndoa ni mtoto. Amesema anahitaji kwanza kupambania karia yake na mimi nimekubali. Yani kiufupi Selma hataki kumzalia Mchizi kwa sasa. Mama akasema, ndiyo, hicho kitu kila siku Selma amekuwa akinihubiria. Kayode akasema, nafikiri sasa hivi kutakuwa na ugumu katika mahusiano yetu. Mama akasema, kwa nini? Kwa sababu Chidi amerudi katika maisha yake tena. Kila akiwa karibu yake anaonekana kuwa mtu wa tofauti sana. Huku napo Selma amekuja kwa shoga yake, wakawa wanapiga stori. Selma akasema, Chidi amemwambia kama sina uhakika na ninachokifanya nimwambie yeye, sio marafiki zangu wala mama yangu au mtu yoyote ile. Mwenzio akamwambia, nafikiri anajaribu bahati yake, lakini mimi naenda kuolewa. Ndiyo, naye anajaribu bahati yake kabla hujaolewa. Wakazidi kula stori kama mtu na shoga yake. Mida ya jioni nyingi, Chidi akawa amekuja paka katika apartment ya Beatrice, maana kuna baadhi ya dokumenti alipaswa kuzisaini. Madamu akamwambia, umechelewa sana, huku akimwachia mtamanisho wa paja. Yani kiufupi kabisa Beatrice inaonekana amejiandaa kwa ajili ya jamaa. Basi Mchizi akampatia sehemu ya kusaini. Beatrice akamkaribisha waini, ila Mchizi akagoma. Basi Beatrice akawa anajaribu kurusha nyavu kwa jamaa, huku
huku akimshikashika. Mchizi akamwambia, unajua ni msichana mrembo sana, najua, lakini hiki sicho kitu nachokihitaji. Mchizi akagoma kabisa. Beatrice alichukizwa kinoma. Kwa nini? Au kwa sababu ya Thelma? Kumbuka yule anaenda kuolewa, kisha akasaini zile dokumenti na mchizi akajikataa zake. Baada ya Chidi kuondoka, tunamuona Thelma akipiga simu na kumwambia huyo mtu aje sehemu ile wanapokutanaga, huku akiendelea kukata glasi za waini. Kisha mchizi akawa amefika tena, amekuja na zawadi ya maua, huku ameficha sura yake. Kumbe bana ni Kayode, yani kiufupi Kayode anapiga show huku na huku kwa mama pamoja na mtoto. Basi wakakiwasha. Asubuhi mapema sana, Thelma akiwa ofisini anapokea simu na kuambia kwamba mama yake amezidiwa sana na yuko hospitalini. Ikabidi atoke haraka na kumpigia Kayode na kumpa taarifa mama yake yuko hospitalini. Mchizi akasema, shida ni nini? Nimeambiwa tu ameanguka ghafla. Basi mchizi akawa na hofu kinoma, akawa anampigia Beatrice lakini haokoti simu, maana jamaa baada ya kuichapa yeye alitembea na Mia. Kwa hiyo hapo hofu ni ya kutosha kweli. Thelma akafika paka alipolazwa mama yake. Ikabidi amuulize dokta, tatizo ni nini? Dokta akasema majibu yamepatikana lakini ni ya private. Mama akasema, wewe sema tu, hakuna shida, huyu ni binti yangu. Dokta mwenyewe akashangaa, maana mama na binti hawajaachana sana kiumri. Bila ya kujua, Beatrice alibeba mimba ya Thelma akiwa mdogo sana. Dokta akasema sawa, kilichosababisha uanguke ni hali ya joto wa mwili wako kuwa juu zaidi, na pia unaonekana ni mtu mwenye mawazo sana, hivyo basi majibu yanaonyesha wewe ni mjamzito. Kila mtu alishangaa. Beatrice akawa anacheka, unanitania si ndio? Hapana, sitanii, ina wiki kama 12 hivi mpaka sasa. Wiki 12? Thelma akawa kama aelewelewi hivi. Thelma akauliza, una mimba? Ndio. Nani baba? Sielewi hata. Kivipi yani uelewi? Sikia, nafikiri huu sio muda sahihi wa kuongelea hili, lakini muda ukifika nitakwambia. Sikutakiwa kuwa mjamzito. Thelma akauliza, utafanya nini? Sijui. Unataka kufanya maamuzi gani? Ubaki na huu ujauzito au utoe? Beatrice akawa anasema tu yeye hajui, yani kiufupi ana chaguo, unatakiwa ujue. Mama akakataa kabisa kuutoa ujauzito. Sasa baadaye Thelma amekuja pako kwa rafiki yake na kumweleza kila kitu kuhusu ujauzito wa mama yake, na akasema itakuwa Chidi ndio mhusika wa ujauzito. Mwenzio akamwambia hapana, nafikiri ni wakati wa kufocus na afya mama yako na sio kitu kingine. Thelma akasema natakiwa kuujua ukweli na lazima nitaujua. Thelma akazidi kuchanganyikiwa. Mida fulani hivi Thelma akaja tena kukutana na mama yake. Thelma akasema, kwa hiyo utakwenda kuniambia baba huyo mtoto ni nani au ni Chidi? Beatrice akasema, una akili kweli wewe Thelma? Sasa unataka mimi nifikirie kwamba ni nani? Ndio maana nakuuliza, kwa nini nafikiria ni yeye? Kwa sababu mmekuwa na ukaribu wa kutosha. Mama yake akamwambia, kwa hiyo umekuwa ukinispy, yani umekuwa ukinipeleleza? Thelma akasema hapana. Beatrice akasema, mimi na Chidi ni business partner tu na sio kingine. Kisha Thelma akazidi kulalamika, ikabidi tu akubali. Mama yake akabaki anapapasa tu tumbo lake. Huku napo Kayode amepigiwa simu na Beatrice. Beatrice akamwambia, tunatakiwa kuongea. Mchizi akauliza, Beatrice, ni kweli una ujauzito? Beatrice akasema ndio. Ni nani baba huyu mtoto? Beatrice akakata simu. Mchizi akazidi kuchanganyikiwa. Baadaye ikabidi Kayode aje paka kwa Beatrice. Mchizi ndio kumuuliza sasa, ni nani baba? Beatrice akasema ni wewe. Unaongea nini wewe? Mbona uliniambia nisihofie chochote na ukasema hakuna chochote kitakachotokea? Mchizi akasema, sikia, huwezi kubeba hii mimba, una miaka 43. Unakumbuka daktari alichokwambia? Lakini wapi. Beatrice alizidi kuwa mbishi, anachotaka yeye ni kubeba mimba ya jamaa. Mchizi akamwambia, huwezi kubeba hii mimba, kulingana na hali yako unaweka maisha yako hatarini kwa sababu ya mtoto. Kwa nini? Sikia, unatakiwa kuitoa hii mimba. Beatrice akasema, kwa nini? Sitaki, kwa sababu kama nikijaribu kuitoa naweza kupoteza maisha yangu. Beatrice akasema, miaka kadha nyuma, kipindi na ujauzito wa Thelma, mama yangu alinipelekaga kwa pasta, yani prophet, na prophet alisema kama nikijaribu kutoa ujauzito wa Thelma au ujauzito wowote ule baada ya ujauzito wa Thelma nitapoteza maisha yangu. Mchizi akasema, hizo ni imani za kizamani na sio kweli. Demo akauliza, wewe unataka mtoto? Mchizi akasema ndio. Vizuri, ndio maana nimeamua kubeba ujauzito kwa ajili yako. Kipo usichokielewa? Mchizi akasema, Thelma. Beatrice akasema, Thelma hataki kubeba ujauzito kwa sasa, mimi nimebeba mimba kwa ajili yako, nini tatizo? Mchizi kabidi atulie tu, maana mama mkwe ndo kashaamua hivyo. Baadaye Kayode amerudi kwa mtoto mzuri, wakawa nakula story. Thelma akamwambia mshikaji, unajua daktari amesisitiza sana juu ujauzito wa mama ni hatari sana kwa afya yake, hapaswi kukaa peke yake wala kuwa mtu mwenye mawazo. Mchizi akasema, hayupo peke yake, sisi tupo. Thelma bila kujua jamaa ndio ametupia mbegu kwa mama yake, yaani kiufupi jamaa anakula mama pamoja na mtoto. Siku iliyofuata ikabidi Beatrice aje kuishi na mtoto wake. Kulingana na ushauri wa dokta, hapaswi kuwa mtu mwenye stress, hivyo ikabidi aje kuishi huku kwa bwana wa binti yake. Thelma akawa anampa chakula pamoja na kumhudumia, lakini swali la Thelma lilikuwa ni moja tu kwa mama yake. Alikuwa akimuuliza, ni nani baba wa huyo mtoto, yaani baba wa hiyo mimba ni nani? Ila mama ni mbishi kinoma. Asubuhi mapema sana, Thelma akiwa ofisini kwake, kuna huyu jamaa. Thelma alimpatia kazi ya kumfuatilia kila ambacho mama yake anakifanya, na mchizi leo ndo ameleta majibu, na mchizi amepiga picha sehemu zote Kayode alipokuwa akikutana na mama yake na Thelma. Thelma sio kushangaa huko. Mchizi akasema hizi picha ni kabla ya miezi miwili ya wao bado hawajaingia kwenye ndoa na jamaa. Mchizi alikuwa akitoka na mama yake, hapo ndio anazidi kuishiwa nguvu Thelma.
akauliza wapo wapi sasa hivi, yaani tunavyoongea wapo wapi? Mchizi akasema mume wako ameondoka kazini dakika 30 zilizopita, yupo nyumbani na mama yako. Mamba akasema hii ndo tabia yake, kila siku amekuwa akiwahi kutoka kazini na kwenda kukutana na mama yako. Selma wa watu akazidi kuishiwa nguvu, kisha mchizi akaondoka. Selma akabaki anazikagua zile picha. Huku napo Kayode anamwambia Beatrice, hatuwezi kubaki na hii siri, inabidi tumwambie Selma, atakwenda kujua tu ukweli. Mama akasema hapana. Mchizi akasema nimechoka kudanganya, nimechoka kujifanya, na mimi sina hatia. Eti ana hatia na yeye ndo amemtia mimba mama mkuu wake. Mchizi akasema nitakwenda kumwambia mwenyewe, bila kujua kwamba disco limeshaingia Masai, yaani ukweli wote Selma ameshaujua. Hapo hapo akaingia Selma akiwa ameuchuna kinoma na kustupa zile picha za ushahidi alipokuwa akikutana na mama yake. Selma akasema ni muda gani? Mchizi akataka kuongea, alitulizwa. Selma akamwambia nahitaji kujua ukweli. Mama akasema ukweli hutobadilisha chochote, ni bora uache apite. Beatrice akasema una wanaume wawili, yaani wanaume wawili ambao wanaweza kufanya chochote ili mradi tu wawe na wewe. Selma akasema wanaume wawili? Hem, nifanye nielewe. Mama akasema Chidi. Selma akasema Chidi sio mume wangu. Mama akasema Chidi anakutaka na bado Kayode pia anakutaka, kwa nini wewe na wanaume wawili Selma akamuuliza mshikaji, mlianza lini haya mahusiano? Mchizi akasema kabla hata ya ndoa yetu. Jesus. Na kisha akasema wewe pia sio mwema. Selma akasema samani. Mchizi akasema nimekuwa nikikuona namna unavyokuwa na Chidi, mnavyocheka unaonekana tofauti. Selma akamwambia wewe una aibu, shetani mkubwa wewe. Kisha Selma akajikataa na kusepa. Huko kwenye gari ikabidi ampigie Chidi, mwanaume alimpenda kwa dhati tangu kipindi cha utoto wake. Kisha akamwambia mshikaji anataka kuja nyumbani kwake, huko analia kinoma. Mamba akasema sawa, nipo nyumbani. Kule kafika paka kwa mshikaji, mchizi akampokea. Selma ikabidi ampe mkasa wote namna ilivyokuwa huko alipotoka. Asubuhi mapema sana mamake na Beatrice amekuja paka kwa binti yake. Mama akamwambia Kayode, nilikukaribisha katika familia yangu na nilikuchukulia kama mwanangu, hiki ndicho unachonilipa, na wewe unawezaje hata kumtazama binti yako angalikuwa nyuma ya mgongo unamsaliti? Mama anapaswa kumlinda mwanaye asipate huzuni wala maumivu, na sio mama ndio awe chanzo cha maumivu kwa mwanaye. Umemsaliti binti yako na wewe ndio mzizi wa sumu katika hii familia. Lakini mama, nyamaza. Sasa baadaye mchizi Kayode amekuja paka kwa shoga yake na Selma kuja kuonana na mkewe, lakini rafiki yake akamwambia Selma tamani hata kukuona, hembo ondoka. Mchizi akazidi kupagawa. Miezi minne baadaye tunamwona Selma ameanza maisha yake upya na Chidi. Hapo alikuwa akipangapanga vitu huku akifurahia mapenzi yake pamoja na Chidi. Sasa Selma akapokea simu kutoka kwa mama yake ambaye ni Beatrice, na mama yake anampa taarifa ya kwamba aje kumtazama mtoto amefanana na yeye, lakini Selma wapi, akakata simu, hataki mazoea kabisa. Yaani kiufupi ameamua kutengana na mama yake pamoja na Kayode, huku akizidi kufurahia penzi lake jipya yeye pamoja na Chidi. Na hapa ndio unakuwa mwisho wa huu mzigo, unaitwa The Long Way Home. Tunakuomba utuachie komenti yako, umeonaje huu mzigo, na pia usisahau kusubscribe channel